baada ya siku ya leo. Mungu awabariki sana watu wa Mungu. Mungu awabariki sana. God bless you so much. Ni baada ambayo Mungu ata bless you so much. God bless you so much. As you join our service today, thank you so much. God bless you. God bless you so much. Watu wa YouTube, Mungu awabariki sana. Mwana Mungu akawainua katika maisha yenu. Leo tuko na muda kidogo sana ambao tutashare the word of God, ambayo itakuwa ya baraka na itakuwa ya faida kwa maisha ya kila mtu katika jina la Yesu Kristo. Asante sana watu wa Mungu. Asante sana watu wa Mungu. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much as you join. Thank you so much. Write your comment, write your prayer request. God bless you. God bless you so much. God bless you so much. In the book of 1 Samuel 10:6. Bwana Yesu, ni asante kwa sababu ya siku ya leo ambayo ni siku ya miujiza, siku ambayo umepanga, siku ya Monday, ambapo Mungu tumekuja mbele zako. Kanitumie tu kama chombo. Sijui lolote Mungu, lakini unapoingia ndani yangu, kahubiri ndani yangu, kaseme ndani yangu, kaponye watu kupitia neno hili. Yesu, unasema ya kwamba neno lako litakuwa linapotoka haliwezi rudi bure. Siku ya leo ikabarikiwe, ibada ya siku ya leo ikabarikiwe, watu wako wakabarikiwe katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. In the mighty name of Jesus, Father, I pray. Amen. First Samuel 10. First Samuel 10. Tutaanza mstari wa 5. Tutaanza hapo mstari wa 5 na Mungu atatubariki sana. Baada ya hayo, utakwenda Gebea ya Mungu, ambapo hapo kuna kambi ya Wafilisti. Unapokaribia mji, utakutana na kundi la manabii wakiteremka kutoka mahali pa juu wakiwa na vinubi, matari, filimbi na sese vikipigwa mbele yao, nao watakuwa wakitoa unabii. Roho wa Bwana atakuja juu yako kwa nguvu, nawe utatoa unabii pamoja nao. Nawe utageuzwa kuwa mtu wa tofauti. Mara ishara hizi zitakapotimizwa, fanya lolote mkono wako upasao kufanya, kwa kuwa Mungu yu pamoja nawe. Watu wa Mungu, hii ni andiko refu kidogo kuhusu mtumishi wa Mungu Sauli. Kabla Sauli ateuliwe, maandiko yanasema ya kwamba kuna wakati punda ya babake ilipotea. Na wakati punda ya babake zilipotea, ilikuwa changamoto sana. Ni kama hizo punda zilikuwa zinafanya kazi mingi sana pale nyumbani, na tunajua punda iko na kazi mingi pale nyumbani kwa vitu mingi sana ambazo zinafanya. Maandiko yanasema na punda zikapotea. Ikabindi babake sasa, mtumishi wa ama wale wafanyikazi wao wakatumwa na Sauli kutafuta zile punda. Ni hadithi refu zaidi, lakini sitaki tuongelee hizo sana. Maandiko yanasema ya kwamba na mtumishi mwenye alikuwa na Sauli bado hakuwa king hiyo wakati. Maandiko yanasema wakaenda kutafuta zile punda, lakini ule mfanyikazi ama ule mtumishi wao akaambia Sauli, kwa sababu tumezunguka muda mwingi sana, kuna muonaji mahali, tutaenda pale akatuonee, tukajue, tukaelewe wapi
tunda sile,